Mtazamaji mwenzangu ambaye unakuwa ukifuatilia Uamsho na Matengenezo TV, tunakutana sasa na wewe katika kipindi cha majibu kwa maswali. Na kumbuka ya kwamba unakuwa na mtumwa wako Msaada wa Merimeri Decor, na ninakuja kujibu swali ambalo mtu aliuliza akisema, je, kweli mwinjilisti, ni kweli Mungu hasikii ombi la mtu anayeomba bila kupiga magoti? Inaonekana ya kwamba hii ilikuwa ni changamoto, na kwa sababu ni maswali hayo, acha nikuambie ya kwamba Biblia iko tayari kujibu kila swali ambalo linaweza kumletea mwanadamu wokovu. Kwanza, kuomba, kusali. Wanafunzi wa Yesu Kristo ambao walikuwa pamoja naye walikuwa na ile haja kama vile na wewe na mimi. Haiwezekani tuishi bila maombi. Kama unataka kuishi, ishi kwa kuomba. Lakini sasa inaomba ujue utaomba nini. Kwa sababu Yakobo anasema ya kwamba tunaomba wala hatupati. Ni kwa sababu tunaomba vibaya. Ikiwa tunaomba wala hatupati kwa sababu tunaomba vibaya, kumbe wakati ambapo unataka kupata kitu kizuri inabidi uombe vizuri. Unaweza sasa kujiuliza, kuomba vizuri maana yake nini? Kitabu cha Yakobo tuone kwanza hapo. Yakobo sura ya 4 mstari wake ni wa 3, inasema, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya ili muvitumie kwa tamaa zenu. Kumbe tunaomba wala hatupati ili tutumie kwa tamaa zetu. Ukitaka kupata kitu, omba si kwa tamaa yako, bali sawasawa na mapenzi ya Mungu. Angalia Yohana wa kwanza. Hili ujue kwa nini wanafunzi wa Yesu walipenda Yesu awafundishe kuomba. Kile ni cha muhimu sana. Hawakupenda Yesu awafundishe tu kuomba kwa sababu walitamani, bali walikuwa na jua ya kwamba bila wao kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu haiwezekani. Angalia kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 5 mstari wa 13 hadi mstari wa 14, inasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mlioliamini jina la Mwana wa Mungu. Na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Kumbe hapa hawajazungumuza tukiomba kulingana na kupiga magoti, tukiomba sawa sawa na kusimama. Kwanza tukiomba sawa sawa na mapenzi yake atusikia. Ndiyo maana wanafunzi walipenda kumuuliza Yesu, utuambie tutafanyaje nasi tujue kuomba kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Tuangalie ile maswali yao ambao waliuliza ilikuwa inatokana na nini. Kwa sababu mtazamaji mwenzangu, elewa ya kwamba Mungu anakuwa tayari kutusikiliza tunapoomba. Kitabu cha Isaya 59 mstari wa 1 na wa 2 inasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Kumbe kile kinachofanya kwamba maombi yetu yasisikike ni kwa sababu tuna dhambi. Hata kama unapiga magoti ukimuomba Mungu na dhambi zako hujazitubu, hutasikiwa. Mungu hasikiwi kwa sababu mtu alipiga magoti, bali kwa sababu alitubu dhambi zake. Na ikiwa hata unaomba kiasi kikubwa ukichelewa kwenye magoti, kama hujafanya hiki tunachokiona katika Mithali 28 mstari wake ni wa 9, hutasikiwa. Mithali 28 mstari wa 9 inasema, yeye aligeuzaye sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Sala yake ni chukizo. Mtu ambaye anaomba hata anapiga magoti hata akichubuka, lakini ikiwa yeye anapingana na sheria ya Mungu, sala zake ni chukizo. Sasa je, mtu hata akisimama anaweza kusikika? Angalia kitabu cha Luka sura ya 18. Unaona ya kwamba kuna watu wengi ambao wanafikiria ya kwamba acha hata kama nimemkosea Mungu, nikipiga tu magoti ninaomba nitasikika Bwana hata kama sishike sheria yake. Hapana. Luka sura ya 18 mstari wake ni wa 9 hadi mstari wa 14, Yesu alitupatia sababu ya maombi yenye kujibiwa. Anasema, akawaambia mfano huu, watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali, mmoja Farisayo na wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama
akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na hii nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na kila ajidhilie atakwezwa. Ni kwamba kwa mujibu wa kitabu hiki, hata kama unaweza kumuomba Mungu namna gani, na unamuomba ukiwa na usadikisho wote ya kwamba utasikiwa, lakini unajikinai, unajitapa ndani ya maombi yako, elewa ya kwamba haiwezekani Mungu akusikie. Jishushe kama alivyofanya mtoza kodi. Kumbuka kitu cha muhimu: Mfarisayo alikuwa akisimama na mtoza kodi alikuwa akisimama. Hakuna mmoja wao alikuwa anapiga magoti, lakini mmoja akakubaliwa, mwingine akakataliwa. Na Yesu anamalizia akisema, na hapo ndipo nitaishia kwa kujibu swali hili, kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 20 na Marko sura ya 11 mstari wa 25 inasema: nanyi kila msimamapo kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Kumbe ukitaka kusamehewa zile dhambi zako, hata unaposimama kusali, samehe aliyekukosea. Hapo naamini ya kwamba mtazamaji unanielewa kwa swali lako. Kujibiwa maombi inalingana na namna unavyokuwa na mahusiano na Mungu wako. Je, umekwisha kujitengeneza? Maombi yako yatasikika. Lakini jua ya kwamba Mungu, kwa kuwa ni Mungu wa dunia yote, njia ya maana sana ni kupiga magoti. Fikiria kupiga magoti, nyenyekea. Kupiga magoti ni alama ya kuonyesha unyenyekevu. Lakini ikiwa una mazingira ambao unaweza kusimama, Mungu atasikia, kwa sababu unyenyekevu ni wa moyoni, si wa magoti, ni wa moyoni. Hata ukikaa inaweza kusikika. Ikiwa hujaelewa, katika kipindi kijacho cha majibu kwa maswali, nitakuonyesha sehemu ya watu waliopiga magoti wakiomba, watu waliokaa wakiomba, watu waliolala wakiomba, watu waliosimama wakiomba, na hata kutembea wakiomba. Mungu akubariki. Ulikuwa naye mtumwa wako